Tunafahamiana? Tayeb. Kwa hiyo mtu awe na dhanna ya kutegemea dalili ya kidhanna ambayo kwamba si waziwazi, dalili ya kudhania ambayo kwamba si waziwazi. Nadhania saa hii ni muda wa swala, lakini kwa kuwa kivuli kiko upande huu, basi ni muda wa dhuhuri saa hii, ni dhanna. Lakini saa yake ukiangalia pengine ni saa 7:30, pengine ni saa 7, ni saa 6:30, pengine ni saa 6:50, saa 6:55, pengine ni saa 7 kamili. Umeona sawa si yakini, lakini ni dhanna pamoja na kujitahidi. Wal qiyas, na mtu kutumia qiyas bil a'mali, kwa matendo. Sawa, mfano akiwika jogoo na ule jogoo umehakikisha kwamba huyu jogoo kila akiwika ni saa 10, kila akiwika ni saa ya alfajiri, basi ule itakuwa umemtegemea. Sawa, qiyas kulingamana na sheria. Jogoo anawika mara 2 kawaida, anawika ile mwangaza unapokuwa umeanza kutoka mara ya kwanza, na anawika alfajiri inapo mwanga unapokuwa mwingi wa alfajiri. Sasa mtu atachukua dhanna yake, qiyas ya dhanna yake, tajua sasa ni muda alfajiri. Akiwika mara ya kwanza najua ni sasa ni wakati wa kula daku, najua ni adhana ya kwanza. Lakini akiwika mara pili najua sasa hapa ni muda wa swala. Sawa, ametumia qiyas. Lakini ametumia qiyas yake, pengine kuna joto wakati wa alfajiri ya pili, mara nyingi huwa kuna joto, pengine kuna zama fulani mtu ana uhakika na elimu yake ambayo amesoma na nini, kukisia kwake anajua saa hii haiwezi kuwa na baridi isipokuwa hii baridi hii ni asubuhi. Saa hii hakuwezi kuwa na joto hili isipokuwa hii joto hili jua limechomoza. Saa hii hakuwezi kuwa na jua kali hivyo isipokuwa saa hii ni muda fulani. Saa hii. Sasa hiyo ni mtu anatumia qiyas, dhanna ya qiyas. Sawa, hiyo ni ya pili. Ya kwanza tumesema na ilmu yaqin. Ilmu yaqin ni mtu kujua na kuona, ni mtu kujua na kuona na kuwa na uwezo wa kujua kuingia kwa muda. Sawa, kwa vitu ambavyo kama vina za mahsusa, vinavyoshikika, vinavyogusika, kama saa ama jua haiwezi gusika, lakini mahsus utahisi. Sawa, mahsus utahisi saa. Sawa, jua na vitu kama hivyo. Sawa, na ya pili tumesema ni dhani, lakini kwa kujitahidi. Sawa, umedhani lakini kwa kujitahidi, jitihada ya kisawasawa. Ni dhana lakini jitihada ya kielimu, si jitihada ya kutokuwa na elimu. Useme saa hii kwa kuwa ni saa 8 basi time ya swala imepita. Na nakwambia saa 8 time ya swala imepita. Angalia kivuli. Je, kivuli changu kimezidi mfano wa kivuli changu na kidogo? Sasa hapo utakuwa muda wa dhuhuri umetoka. Sawa, sio ati unasema saa 8:30 time ya swala imepita. Alikwambia hivyo na sawa ingine ni at-taqlidu, ni kwa kufuata. Sasa hii ndio watu wengi wanatumia taqlid inda ta'adhur al-ilm al-yaqini, wakati mtu atakapokuwa hana ilmu al-yaqini au ilmu dhanni, au mtu hana elimu ya dhana ya kujitahidi. Sawa, tumefahamiana sio? Mtu atakapokuwa hana elimu ya yaqini, yani hana elimu ya kujua kwamba saa hii ni muda wa swala, au hana dhana ya kujitahidi kwamba saa hii umeingia muda wa swala, basi hapo atafuata taklid. Taklidi ni kwa kufuata, taklidi ni kufuata. Sawa, hautumii akili yako wala uwezo wako, unafuata. Fayuqallid ghairi, hapo atakuwa mtu hana ilmu yaqini, hana ilmu dhania, yuqallid ghairi, atamfuata mwingine. Wa ya'tamidu ala qawli al-khabir fi dhalika, na hapo atatumia kauli ya mtu ambaye kwamba ni khabir, mjuzi. Sawa, katika hilo, mjuzi katika hilo. Kalmuadhin, kama muadhini. Muadhini huwa ni mjuzi kwamba saa hii umeingia muda wa swala, umetoka muda wa swala, lakini stili yule muadhini huwa ni binadamu. Sawa, sasa lakini kwa kuwa hana ilmu al-yaqini na hana ilmu dhanni, basi atamfuata muadhini.
Utajua sasa muda wa swala umeadhini, kwa kuwa umefika, kwa adhana imeadhiniwa, na adhana haiwezi adhiniwa isipokuwa ni ndani ya swala, na huyu aloadhini huyu si mtu hivi hivi, lazima atakuwa amehakikisha. Hapo sasa atakuwa anafuata kwa kutakalid, na tajua hapo muda umeingia, kwa kuwa kumeadhiniwa. Wakadha al-a'ma, na hivyo hivyo mtu ambaye kwamba ni kipofu, fi taqlidi al-basiri, kwa kumfuata mtu mwenye macho anayeona. Waljahil bilwaqti, na mtu ambaye kwamba hajui muda wa swala, basi fi taqlidi al-alim, atamfuata mtu ambaye kwamba ni mwanachuoni, ni msomi. Sawa, kwa sampuli hizi tatu. Sawa, alilmu bidukhuli alwaqti, kwa sampuli hizi tatu, kujua kuingia kwa muda kwa sampuli hizi tatu, kwa ilmu al-yaqini, kwa ilmu al-yaqini, kwa ilmu dhanni, na kwa ilmu taqlidi. Kwa hizi sampuli tatu. Ama nje hizi sampuli tatu, mtu takuwa akiingia kwenye swala yake haitokubalika, hata kama atapata muda kisawa sawa. Tunafahamiana? Sawa. Kisha akasema nguzo ya sharti ya tano, na ndio sharti ya mwisho, istiqbalu alqibla, ni mtu kuelekea qibla. Qibla maana yake ni alkaaba, ni kuelekea alkaaba, ni sharti ya mwisho kuelekea alkaaba. Imeitwa alkaaba kwa sababu gani? Kwa sababu ndio qibla, ndio mwelekeo. Sawa, alkaaba imeitwa kuelekea kwa qibla ambapo kwamba inaitwa alkaaba. Sawa, sumiyat qiblatun, qibla imeitwa qibla, alkaaba imeitwa qibla lianna almusalli yuqabiluha, kwa sababu mwenye kusali huwa anauelekea alkaaba. Na alkaaba imeitwa alkaaba kwa sababu iko juu. Sawa, alkaaba imeitwa alkaaba kwa sababu iko juu, iko murtafi, imeinuka, iko juu, imeangatika, imenyanyuka. Tunafahamiana? Alkaaba imeitwa alkaaba lirtifaiha, kwa sababu iko juu. Sawa, tunafahamiana sio? Tunafahamiana sio? Sawa. Wastiqbaliha bisadri, kuielekea hiyo alkaaba ambayo kwamba ndio qibla. Sawa, kwa kifua. Sawa, lakini shartu liman qadara alayhi. Sawa, hiyo kuelekea alkaaba kwa kifua, yani kifua cha mtu kuelekea alkaaba, si kwa kila mtu, ni kwa mtu ambaye kwamba ni mweza, anaweza kuelekea alkaaba. Tunafahamiana? Ni lazima mtu kuelekea alkaaba, ni sharti ya mtu kuelekea alkaaba kwa mtu ambaye kwamba ana uwezo wa kuelekea alkaaba. Sawa, wastathna almusannifu min dhalika ma dhakara biqawli, kuna watu ambao kwamba hawana uwezo wa kuelekea alkaaba, na ndio huyu mwenye ametunga hii kitabu amewavua. Sawa, kuna watu wanaweza kutoelekea alkaaba katika swala. Kuna watu wanaweza kutoelekea, yani wasielekee alkaaba katika swala, katika hali mbili. Kuna watu ambao hawataelekea alkaaba kwa sampuli mbili. Sawa, kwa sampuli mbili. Fi shiddati alkhawfi, wakati mtu yuko katika khaufi. Sawa, fi qitali mubah fardhan kanat salat au nafla. Sawa, mtu yuko katika khaufu, yani hali ya uoga, katika vita ambavyo kwamba ni vya mubah, vita ambavyo kwamba ni vya mubah. Mfano, wanapigana Waislamu na wasoka Waislamu. Sawa, au unapigana na kwa kutetea heshima yako, au unapigana kwa kutetea cheo chako, au unapigana kwa kutetea nchi yako. Hiyo yote ni katika hali ya khaufi. Iwe ni swala ya faradhi au ya sunna, hutoelekea alkaaba. Tumefahamiana? Ikiwa wewe uko katika khaufi,
uko katika uoga, unapigana na vita ambavyo kwamba ni vya mubah, ima ni vita vya kidini au vita vya kiheshima au vita vya kujenga au vita vya kunusuru. Sawa, unanusuru nchi yako, watu wako, heshima yako, dini yako. Sawa, kwa njia hiyo, sawa, unatakikana wewe si lazima wewe kuelekea Al-Kaaba, si lazima kuelekea Al-Kaaba. Sawa sawa, tumefahamiana hapo. Katika hali ya khaufi, wa fi nafila, na katika sunna, fi safari ala rahila, kwa mtu ambaye kwamba anasafiri juu ya kipando. Sawa, kipando, gari, ndege, bajaji, nyingine punda, zamani wakipanda punda, farasi, ngamia. Wewe unasafiri kwa kutumia hivi vitu, yani wewe utembei kwa miguu, kifupi utembei kwa miguu, unasafiri kwa kutumia kipando, imani gari, imani pikipiki, imani ndege, imani wasafiri baharini na jahazi au meli, au na wewe ndio yani, sawa, au mfano uko juu ya punda au juu ya farasi au juu ya ndege nani, ile ngamia. Sasa wewe unasafiri katika safari ya ndege, safari ya kipando. Wa fi nafila fi safari, na sunna, swala ya sunna katika safari, si swala ya faradhi katika safari, swala ya sunna katika safari. Safari ambayo kama mtu anasafiri juu ya kipando, si safari mtu ambaye anasafiri kwa miguu. Sawa. Falil musafiri, maelezo sasa. Falil musafiri safaran mubaha, mtu ambaye kwamba anasafiri safari ya halali, safari ya mubaha. Walau qasiran, sawa, walau qasira tanaffuli, sawa, hata kama ni safari ya karibu, lakini safari yenyewe ni safari ya sunna. Shawaba maqsudahu, sawa, ataswali kwa pale anapokusudia. Sawa, ataswali kwa pale anapokusudia. Kama atakuwa ameelekea mashariki, basi ataelekea swala yake kwa mashariki, ataswali kwa kuelekea mashariki. Kama atakuwa anaelekea magharibi, ataswali kwa kuelekea magharibi. Kama atakuwa anaswali kwa kuelekea kaskazini, ataswali kwa kuelekea kaskazini. Kama atakuwa anasafiri kwa kuelekea kusini, ataswali kwa kuelekea kusini. Na kila sehemu atakapokuwa anaelekea, basi ataswali kwa kuelekea hivyo na yeye, lakini safari ya swala ya sunna. Lakini safari yenyewe pia kwa sharti iwe ni safari ya halali. Sawa, hata kama ni sehemu karibu, basi mtu ataswali kwa pale anapoelekea. Sawa sawa, tumefahamiana sio? Tumefahamiana sio? Mtu wa kwanza ni yule ambaye kwamba yuko katika khaufi. Tumefahamiana? Huyu hata kama ni swala ya sunna au ya faradhi, yeye hatoelekea qibla. Sawa, si lazima aelekee qibla. Lakini mtu mwingine ni yule ambaye anasafiri safari ya sunna, safari ya halali, lakini swala na uswali ni swala ya sunna. Hata kama ni sehemu karibu anaelekea, lakini maadamu yuko juu ya kipando, basi pale alipoelekea ataelekea hivyo hivyo kwenye swala yake. Tumefahamiana? Tumefahamiana? Tayeb. Warakibu daba, na mtu ambaye kwamba yuko juu ya kipando. Daba ni kipando chenye uhai. Daba ni kipando chenye uhai. Unafahamiana? Zamani kulikuwa na farasi na ngamia ambazo zinatengenezwa kama kijumba hapo juu. Unafahamiana? Hapo juu ya farasi au ngamia ambaye amejengewa kama kijumba hapo juu, hiyo wanaita sarj. Hicho kijumba kinaitwa sarj. Sawa. Sasa mtu ambaye kwamba yuko juu ya farasi au punda ambaye amejengewa sarj, kwa ulimwengu wa sasa, mtu yuko ndani ya gari ambayo kwamba iko na viti, si ndio? Si sarji ile imewekwa kwa sababu ile mtu apate kuketi kwa makini. Sawa. Sasa gari nayo imewekwa viti,
Sasa mtu ameketi kwa makini, ndege iko na viti, mtu ameketi kwa makini, au nini nyingine jahazi au meli iko na viti, mtu ameketi kwa makini, au hata tuseme itaje hii bajaji pia siko na, ama bajaji haina kiti, lakini si mtu anaketi kwa makini. Sasa tunachukulia kama hivyo, mtu ambaye kwamba amepanda kipando, sawa, mnyama amepanda mnyama, la yajibu alayhi wadhu jabhatihi ala sarjiha, si lazima kwake yeye kuweka bapa lake la uso katika ile sarji, sawa, katika kile alichoketia, si lazima basi aweke kichwa chake pale. Tunafahamiana? Si lazima, yani si lazima asujudie pale, si lazima arukuie pale, bal yumi birukuihi wa sujudihi, lakini atainama katika kurukuu kwake na katika kusujudu kwake. Atarukuu kwa kuwa atainama, ataashiria tu kwa kusujudu kwake na kurukuu kwake. Wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'i, kule kusujudu kwake atainama zaidi kuliko kuliko kusujudu kwake. Kule kusujudu ataruku zaidi kuliko kurukuu. Tumefahamiana? Yani wakati anaporukuu ataweka tofauti na wakati anaposujudu. Wakati anaporukuu atainama tu hivi, lakini wakati anaposujudu atainama vizuri kidogo, sawa. Wa amma almashi, ama mtu ambaye kwamba anasafiri kwa kutumia mguu, anasafiri kwa kutumia mguu, ambaye hajaelekea qibla, sawa. Mtu ambaye anasafiri kwa kutumia mguu, hajaelekea qibla, swala yake haitosihi. Narejelea, mtu ambaye kwamba anasafiri kwa kutumia mguu, hajaelekea qibla, swala yake haitosihi. Ambaye ameruhusika hapa ni yule ambaye kwamba yuko juu ya kipando, sawa, na anaswali swala ya sunna, na safari anaosafiri ni safari ya mubah, lakini hata kama si mbali atafanya nini? Atapunguza, sawa, mashaallah. Wa amma almashi, narejelea, wa amma almashi, ama yule anayetembea kwa miguu, fayatimu rukuuhu wa sujuduhu wa yastaqbilu alqibla fihima, sawa. Amma almashi fayatimu ruku'ahu wa sujudahu, ama yule mwenye kutembea kwa miguu, huyo atatimiza rukuu yake na sijida yake, wa yastakbilu alqibla, na ataelekea qibla, fihima, katika rukuu na katika kusujudu, sawa. Wala yamshi illa fi qiyami wa tashahudi, na hatotembea mtu sampuli hii ambaye anasafiri kwa miguu, hatotembea isipokuwa katika hali ya kusimama kwake na katika kusujudu kwake, katika atahiyatu yake. Katika atahiyatu hatotembea, atakaa, na katika kisimama kwake hatotembea, atasimama, sawa. Yani kwa njia hii kuna uwezekano akasimama na akasoma tahiyatu. Mfahamiana? Katika rukuu na katika kusujudu hatokubalika kuinama au kwa kuashiria, sawa, na hatokubalika kutokuelekea qibla atakapokuwa anasafiri kwa miguu, na hata katika atahiyatu na katika atahiyatu na katika kusoma suratul Fatiha kule kusimama pia hatokubalika kutembea. Tunafahamiana? Ama kuna mtu ambaye anasafiri kwa kutumia gari au ndege au nini, huyu hata kama ile gari natembea anaruhusika kuswali, sawa. Hata kama gari natembea anaruhusika kuswali vile alivyo. Kama imeelekea mashariki ataelekea mashariki, kama imeelekea magharibi ataelekea magharibi, kama elekea kaskazini na kusini ataelekea huko kulikoelekea. Hata kama haijaelekea kokote katika hizi miraba, katika hizi dira nne, basi ataelekea kokote pale, sawa. Na lau sasa tushajua mtu kama anasafiri ndo anaruhusika rukuu, atarukuu kwa kuashiria au
na sijida atarukuu kwa kuashiria, si kwa kidole, ataashiria kwa kichwa. Atainama kidogo na kwenye rukuu, atainama sana kwenye sijida. Lakini si lazima kuelekea qibla, si lazima kusujudu, si lazima kurukuu, si lazima kusimama kwenye kusoma suratul Fatiha, si lazima kuketi katika atahia. Kuketi si shaka eti tayari, si ndio? Sasa ati kusekuja naye huyu mwenye anasafiri kwa miguu na yeye ataka kumigiza ule, hairuhusiki. Sawa sawa, huyu mwenye anasafiri kwa miguu haruhusiki, ndio maana ameleta hapa. Usio kasema na mimi ni msafiri bana, mimi nasafiri naelekea mbali. Sasa wewe unasafiri safari, kwa mfano unasafiri kwa miguu, tuseme unasafirisha ng'ombe, unasafirisha mbuzi, ukawaeka sehemu. Sasa wasema mimi nasafiri, nataka ni swali, hautoruhusika kufanya kama anayesafiri kwa kipando, ima punda, farasi, bajaji, gari, ndege, jahazi au meli. Sawa, lakini tuelewe kwenye safari hii ambayo mtu anaweza kuelekea kokote akiwa kwenye kipando, sio swala ya faradhi, sio swala ya faradhi, ni swala ya sunna. Niregelee, sio swala ya faradhi, ni swala ya sunna. Ama swala ya faradhi inaruhusika katika hali ya hofu peke yake. Swala ya faradhi inaruhusika mtu kuelekea kokote katika hali ya hofu, yani hali ya kuogopa peke yake. Tunafahamiana? Na ndio maana kwenye swala kumewekwa kitu kinaitwa kasri. Sawa, kumewekwa kitu kinaitwa kasri. Kasri ni kupunguza swala. Swala ya rakaa 4 mtu anapunguza 2. Sawa, swala ya rakaa 2 na rakaa 3 mtu haruhusi kupunguza, na hiyo tutakuja kusoma tukipata nafasi. Lau watu watatushajiisha kila siku watakuja hapa msikitini alasiri hivi, basi hii darasa haitokoma hata baada ya Ramadhani. Lakini Ramadhani kama watu baada ya kuisha Ramadhani, lau kama watu watakuja alasiri, basi baada ya swala watu waondoke, basi darasa inabidi nao hii ikome. Kwa hiyo pia baada ya Ramadhani tunaweza kuendelea na hii darasa kama watakuwa watu wanakuja msikitini kama sasa wanavyokuwa wanakuja. Kwa hiyo nadhani nitakuwa nimefahamisha kwa upana na kwa maelezo ya kitabu tunachokitumia. Kama mtu zamani ilikuwa hajui, mtu ambaye hajui Mwenyezi Mungu hamwadhibu. Lakini mtu baada ya kujua na mtu hakuyafanya kazi ama akaacha hivyo alivyo au akaendelea kufanya alivyokuwa anafanya zamani, basi madhambi ndo hapo yanaanza kuja. Sawa. Kwa hiyo masharti ya swala ni hizi, masharti ya kukubalika swala ni hizi. Sawa. Kujua, kutahirika kutokamana na hadathi kubwa na ndogo na najisi, kustiri uchi. Sawa, kustiri uchi kwa mavazi yaliyotahara, kusimama katika sehemu palipokuwa tahara, kujua kuingia kwa muda na kuelekea qibla. Hivi vitu vitano, hizi ndizo sharti za kusihi swala. Lau hizi vitu vitano vitakosekana hata kama ni moja, basi swala haitosihi, isipokuwa kwa njia zile tulizozieleza za udhuru. Sawa, kuna udhuru ni mtu ambaye kwamba ni msafiri, au mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, au mtu ambaye kwamba ako na hali ya hofu. Sawa, au mtu amesahau. Hizo ndizo udhuru. Au mtu hajui. Hizo ndizo udhuru zinazokubalika na sheria. Ima mtu hajui, au mtu amesahau, au mtu amelazimishwa. Udhuru za kisheria anazieleza: hajui, amesahau, amelazimishwa, ako na udhuru wa ugonjwa, sawa, au ni msafiri. Hizi tano ndizo udhuru zinazokubalika katika sheria. Sawa, amesahau, udhuru gani? Udhuru zote hizo ni udhuru. Amesahau, ni msafiri, mgonjwa, hajui. Ya mwisho, mbona mmemwacha peke yake? Ya mwisho amesahau. Umetaja amesahau? Amesahau. Umetaja
Amesahau. Haya, hajui ndio ya mwisho ile, hajui. Sawa, hajui, yani mtu hajajua hii ni inafanywa hivi. Sasa mtu, hizo udhuru hizo kwenye sheria zinakubalika, ama udhuru zile zingine zozote zile hazikubaliki. No, kuna kule kutendeshwa nguvu. Umeambiwa wewe umefunga, kisha ukaambiwa usipofungua nitakuua. Sawa, wewe umefunga, kisha mtu akwambia angalia, wewe usipofungua kata kichwa. Chakula, tafuta hiyo sima, kula vizuri, shiba, ili usikate kichwa. Ukikatwa kichwa, basi utakuwa umekufa shahidi, lakini utakuwa hujatumia hikma. Kula ile chakula, shiba vizuri, kisha ukiachwa baadaye utalipa. Sawa, umetendeshwa nguvu. Ama umeambiwa angalia, ukiswali hapa na mtu ukiangalia wewe wanataka kukuua, wataka kuuliwa, kwamba ukiswali hapa takukata kichwa, usiswali, kwa sababu ukipata time utalipa, ukiuliwa unaona. Ukiambiwa mfano mwingine, hii kidogo ni ngumu, sawa, lakini nitaeleza kwa kuwa tunafundisha. Ukiambiwa muingilie huyu mwanamke, usipomwingilia tutakata kichwa. Sheikh, fanya mambo yako, la sivyo utakufa, na ukifa nani ataingia sehemu pako, pengine kuna familia na kusimamia, kuna nini. Sawa, kwa hiyo sawa, lakini mpaka wao umetendeshwa nguvu. Lakini pia hapo kuna kauli wanasema, sawa, tutazungumza baadaye hayo, lakini hizo ndizo udhuru za kinini. Sawa, hizo udhuru 5 ndizo zinazokubalika. Umetendeshwa nguvu, umesahau, umetendeshwa nguvu, hujui, umesafiri, ni mgonjwa, hizi ni udhuru zinazokubalika na sheria. Sawa, ama nje hapa hukubaliki. Sawa, kwa hiyo haya masharti 5 yakipatikana, swala itakuwa imeswihi. Lakini haya masharti 5 yakikosekana na zile 3 zikakosekana, swala haitosihi. Haya masharti 5 yakapatikana, zile 3 zikakosekana, swala haitosihi. Zile 3 ni zipatikane na hizi 5 zipatikane, hizi 8 zikichanganyika ndio swala itaswihi. Sawa, tumeelewana sio? Tumefahamiana sio? Haya, mimi naomba niache nafasi ya maswali. Nataka niache nafasi ya maswali, sina watu wazee hapa, lakini wale wako ambao wanaweza wakauliza, tunaacha nafasi ya maswali ili tufaidishane, tufahamishane. Mtu akiondoka hapa ana wasiwasi, asije akasikia mimi nimesema kitu yeye akaelewa makosa, kisha akabakisha, kisha huko akaenda kukosea akasema ile ustadhi ndio amesema. Mimi nikija hapo nitakuruka futi 50. Sawa, uliza kitu kama uko na mushkil, mimi nikujibu, nikufahamishe. Ndio hata ukienda kufanya kule, mimi ukija nao mtakwambia mimi ndio nimemwambia, na kwa sababu ya dalili fulani ndio nimesema. Sawa, bismillah, naacha nafasi ya maswali.